Wananchi wa kijiji cha Liomanga wapitia changamoto nyingi zinazowakabili kwenye maisha yao ya kila siku. In Breeze Channel TV tunakuletea habari kwa haraka na uhakika. Kwa muda mrefu wananchi wa Liomanga wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya ubovu wa barabara, uhaba wa maji safi na salama, pamoja na ukosefu wa zahanati. Mbali na hayo, mto unaokatiza barabara ya kuelekea mjini umekuwa ukisababisha mawasiliano kukatika wakati wa masika. Aidha, wananchi pia wameeleza kuwepo kwa changamoto ya mpaka kati ya tarafa ya Miteja na tarafa ya Kipatimu, hali ambayo imekuwa ikileta migogoro hususan inayohusisha wafugaji pamoja na wakulima. Naitwa Omari Saidi Tinga, ikiwa kijiji cha Liomanga, kata na Mayuni, wilaya ya Kilwa, mkoa huu wa Lindi. Ni kweli waheshimiwa, tuna changamoto sana kupitia hiki kijiji cha Liomanga kupitia zoezi la hili daraja. Na huu mto kwa kweli wa muda na mto mkubwa, ina maana masika humu wanafunzi hawapiti kwa sababu ya maji yanajaa, na hivi changamoto hii ni kubwa. Kuna changamoto za aina mbalimbali, lakini hii ndio kubwa zaidi kwa sababu wanafunzi hawapiti. Pia mwalimu hapa alishawahi kutupa nyaraka hapa kipindi cha masika. Kwa hiyo changamoto tunayo kubwa kupitia daraja mto wa Liomanga. Ombi lako kwa serikali? Ombi langu kwa serikali kuja kutujengea daraja, kwa sababu tuna changamoto sana. Kwa hiyo tunaomba kama unatusikia hasa kuja kutuwekea daraja na sisi tupate kupita kiangazi na masika. Kwa jina naitwa Shahidi Omari Nguyangule, ni mwanakijiji cha Liomanga. Kero kubwa sipo mbali na wajumbe wazangu waliopita. Ni kero kubwa kama walizotanguliza, zahanati hatuna kwenye kijiji hiki, lakini pia maji ndio kila kitu kwa binadamu. Maji tunayokunywa ni maji ya kwenye madimbi, hatuna hata bomba moja safi la maji. Tuna changamoto kubwa sana kwenye maji. Kwa hiyo niombe sana serikali kwamba tutambue maji, mambo yaishi, tuende kwenye maji. Lakini pia changamoto kama walivyosema wajumbe, kuna migogoro ya ardhi. Ni kweli kama mlivyosema nyinyi, serikali mmewatoa viongozi kuja kufundisha tu matumizi bora ya ardhi. Sasa ardhi yetu inavamiwa na wavamizi, hususan ng'ombe wanaharibu uoto wa asili. Lakini pia kuna changamoto ya ng'ombe, ikifikia kipindi tembo, ikifikia kipindi hiki cha mazao, wananchi tunalala tumbo joto, yani unajificha kuokoa uhai wako. Kwa hiyo niombe sana serikali liwe linaangaliwa kwa kina. Kwa jina naitwa Hamisi Abdalla Mputi, mzaliwa wa kijiji cha Liomanga, kata ya Namayuni, tarafa ya Miteja. Sisi kero zetu kubwa sana, kero kubwa tupo kwenye mfumo ya ng'ombe. Ng'ombe wanatufilisi sana. Hapa tulipo ng'ombe imeshaingia mipunga yetu, wanakula kiamri. Wanafika mashambani, wanalazimisha umevuna, wanaingiza, hujavuna, wanaingiza. Sisi hilo ndo tunapata changamoto, kero hizi za ng'ombe na hii adhabu ya ng'ombe. Tunaomba sana serikali wanapotengeneza taratibu ya kuja kutusaidia sisi, tuone usaidizi wake. Mwaka jana tuliona maaskari wanakuja, kinachofanyika inakuwa kama andazi na chai. Maaskari wanakuja, wafugaji wapo, na sisi tunazidi kuteseka, na mwaka huu tena umeongeza. Wazo langu kwa viongozi, mwaka huu mkikusudia sisi kutusaidia, mtuletee maaskari kama 4, tuwatajieni maeneo ya kubaki ili muwadhibiti wafugaji. Lakini mkisema mnabaki hapa kwa siku, mnafanya uchunguzi, mnabaki masoko, kesho mmekuja hapa, inakuwa kama mnawachokoza hasira, wanakuja kufanya fujo zaidi, kwa lugha za kusema wao mmeshawachukulia chao, adhabu tunapata sisi. Kwa hiyo ndio kero yangu mimi kwa kijiji cha Liomanga. Mimi naitwa Chande Mohamed na Chaka, ni mwananchi wa Liomanga. Kero yetu kubwa Liomanga, kituo cha afya tuna huduma, yani zahanati, yani tuna changamoto sana kupitia kina mama. Tuna umbali wa meta pale pana meta maili 7 kwenda kwenye zahanati. Sasa niombe tusaidiwe kupitia zahanati hiyo, tumenasa. Kero ya pili, tuna daraja, yani wanafunzi wanapata shida sana kuja kupata masomo kupitia shule ya Liomanga. Kero ya tatu, tuna migogoro kupitia Liomanga na tarafa ya Miteja, kata Mingumbi. Mpaka sasa hivi tumeanza mwaka 2018 mpaka sasa hivi majibu hatujayapata. Hiyo migogoro ya mipaka, tunaomba sana tusaidiwe kupitia hiyo.
na mpaka sasa hivi yani hatupati majibu na tujui sehemu gani. Tuliwahi kufanya taratibu za kupeleka taarifa wilayani, lakini hata hivi majibu hatujapata. Tunaomba sana Mheshimiwa Mama Samia atusaidie kupitia kero hizo. Kwa majina naitwa Saidi Omar Mkonga, ni mwenyeji wa Liomanga, kijiji cha Liomanga. Kero kubwa ambazo sasa wazangu wamezisema ni bado hizo hizo, kutokana na zahanati hatuna. Kuna kilomita 10 kutoka hapa mpaka Nahama ili mradi uweze kupata kituo cha zahanati. Sasa hadha hiyo ni hadha kubwa ambayo watu tunahangaika nayo, lakini pia daraja watu wameshaweza kufa zaidi ya 5 na kuendelea kwa sababu ya mto Liomanga. Hatuna daraja, ikisikia masika watu nasikia hatua sasa kuwa ng'ambu na ng'ambu, hakuna mawasiliano kati ya kata Namayuni na kijiji cha Liomanga. Hii ni kero kubwa, lakini nyingine hatuna njia, lakini nyingine pia namna mipaka nayo inatusumbua tangu imeanzia muda mrefu. Watu wanapigana, wanasukumana, lakini majibu hatuyapati. Viongozi wa wilaya walikuja 2018 wakisema mwezi wa 6 tutakuja kutengeneza mazingira ya mpaka, lakini bado mpaka sasa tatizo bado linaendelea, lakini majibu hatuyapati. Viongozi wamefika wanasema tu hatuna ramani kubwa ya nchi nzima, tuna ramani ya vijiji, someni ramani, lakini bado majibu hayapatikani, uhalisia yenyewe wa ramani yenyewe. Sasa viongozi, tunaomba mtuweze kutusaidia ili mradi tuache kupatikana kero ambazo tunasumbuliwa ya mipaka. Lakini nyingine, ng'ombe bado watu wanauawa, watu wanakufa, lakini majibu hatuyapati kuhusu zoezi la ng'ombe. Ng'ombe hawa kama wenzetu wanachukua pesa, basi sisi tuambiwa labda sisi tuchukue pesa ili mradi fanyaje kwenda kuokoa, lakini zidi ya hapo tunaumia. Bado wananchi wa Liomanga hii tuna kero kubwa, hatuna watu wa kutusimamia ili mradi mali zetu isiweze kuliwa na ng'ombe. Tunaambiwa sasa mipunga tutoe, mahindi tumilima tuyatoe, wapi tutaelekea? Na haya yote tunaomba viongozi kwenu muweze kututoa kwenye mazingira haya. Lakini pia mimi hapa nazungumza ni kama kiongozi wa dini. Tuna maeneo yetu, kama wapo washirika ya dini waweze kutujengea madarasa, lakini pia tuna ujenzi wa msikiti nao pia tunaomba ili mradi tuweze kuswali kwenye maeneo yalikuwa salama. Mtazamaji wa Breeze Channel TV, hayo ndio yaliyojiri kutoka ndani ya kijiji cha Liomanga kilichopo ndani ya kata ya Namayuni. Asante sana kwa kuichagua Breeze Channel TV. Mimi ni Mtanzania mwenzako, ndugu yako, naitwa Young Breeze. Asante sana, tukutane wakati ujao.